kwa sababu siku 38 si siku kiasi, ni siku nyingi sana, na wewe ndio mshirikishi wa hii Free Kenya Movement, na vile vile umekuwa karibu sana nao wakati ambapo wanataabikia kule Uganda. Did you ever believe kwamba tungeweza kuwaona tena, wangeweza kurejea tena, ama wakati mwingine ulikuwa unapigwa kidogo na nightmares, unasema did you ever believe kwamba watakuwa hapa wazungumza wanavyozungumza, ama ulikuwa na wasiwasi sana? Kwanza nimshukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo Radio Maisha na kampuni ya Standard Media imetupea, kwa sababu kuna kwingi unakimbilia ukitaka msaada unafungiwa. Lakini hapa hata siku moja hamjatufungia. Na niambie Wakenya wenzetu kwamba ukiwa na shida yoyote ile usinyamaze, pasa sauti, na tujifunze jinsi ya kujieleza, kwa maana kama si kujua vile nitakavyojieleza nikienda kukutana na wanaharakati wenzangu, pengine hawangechukulia ili jambo na uzito waliochukulia nao. Pili niseme familia ni muhimu. Maana kama sio familia ya Nicholas na familia ya Bob Njagi, pia kwangu as a coordinator, kama ambaye nimeshirikisha kati, nikishirikisha wanasiasa, nikishirikisha wanaharakati, nikishirikisha wanasheria, nikishirikisha pia Wakenya walio ugaibuni, haijakuwa jambo rahisi. Lakini mimi kama Felix nilikuwa na hisia kwamba ipo siku nitakuja kukutana na Nicholas tena. Waliokuwa pale airport waliona jinsi nilivyo react, kwa sababu nilikuwa kwanza kuwatambua ndo wale walipofika Nairobi. Mara kwanza nilifikiri ni mizimu, sababu sisi wote tunajua sifa za Museveni kule Uganda. Sifa zake sio nzuri vile, lakini atutishi na atutaacha kupigania haki, kwa maana pia watangulizi wetu, mmoja ni Raila Odinga. Tunajua freedom has price,